Bila shaka umesikia katika hizi siku za nyuma kwamba Russia imetumia moja ya bomu zao kali kushambulia mji wa Lviv nchini Ukraine. Habari zilisambaa mitandaoni zikisema kwamba Russia imetumia nuclear weapon. Watu wakaanza kuogopa vita ya dunia ya tatu. Lakini ukweli, silaha iliyotumika haikuwa bomu la nuclear. Jina lake ni Oreshnik. Leo katika video hii tutafahamu Oreshnik ni nini, nguvu na uwezo wake, kasi yake, je, inaweza kununuliwa, na tutaifanyia comparison na silaha zingine za aina yake kutoka USA, Israel, Iran na North Korea. Basi kaa hadi mwisho ujue ukweli wote. Bomu iliyotumika kushambulia mji wa Lviv nchini Ukraine ni bomu inayojulikana kwa jina la Oreshnik. Oreshnik si bomu la kawaida linalodondoshwa na ndege. Ni kombora la kisasa, hypersonic missile. Kwa lugha rahisi, linarushwa kutoka mbali, linapaa juu sana, halafu linashuka kwa kasi kali, na linaweza kubadilisha mwelekeo likiwa njiani. Hii inafanya iwe ngumu sana kulizuia, hata mifumo ya ulinzi ya kisasa hushindwa. Oreshnik ni bomu la kisasa ambalo lina uwezo wa kuangamiza. Inaweza kubeba kichwa cha kawaida, no nuclear, ama kichwa cha nuclear warhead. Lakini kumbuka, katika shambulio la Ukraine la hivi karibuni, Russia ilitumia kichwa cha kawaida. Haikukuwa na mlipuko wa nuclear. Ikiwa ni ya kawaida, inaweza kuharibu majengo makubwa, vituo vya umeme, viwanda, hata kambi za kijeshi. Lakini ikiwa ingebeba nuclear, ingeangamiza mji mzima, maelfu wangepoteza maisha na dunia ingeingia kwenye mgogoro mkubwa. Lakini hadi sasa Oreshnik haijatumika kama nuclear. Oreshnik ni bomu ambalo linasafiri kwa kasi ya kutisha. Inasafiri zaidi ya mara 10 ya sauti, takriban kilomita 13,000 kwa saa. Hebu imagine, hii maana yake ni nini? Oreshnik ikipigwa, adui hana muda wa kujilinda. Mifumo ya rada huchanganyikiwa. Kombora linafika haraka sana. Hii ndiyo maana dunia inaogopa silaha za hypersonic. Hizi ni silaha kubwa za kisasa ambazo zina gharama kubwa. Kwa makadirio ya wataalam, kombora moja linaweza kugharimu milioni 10 hadi 50 za dola. Na tena hii ni estimate tu, inaweza kuwa kubwa kuliko hiyo. Hiyo inaonyesha ni silaha kali sana. Ni silaha kila nchi inaweza kumudu. Na Oreshnik inaweza chukua dakika ngapi kutoka Russia mpaka USA? Hapa watu wengi huchanganyikiwa. Ukweli ni kwamba Oreshnik haiwezi kufika USA. Masafa yake ni ya kati tu. Hii inamaanisha ni bomu ya aina ya IRBM, Intermediate Range Ballistic Missile. Ili kombora litoke Russia mpaka Marekani ni lazima liwe la ICBM, kombora la bara kwa bara, yani Intercontinental Ballistic Missile. Na silaha kama hizi bado Russia iko nazo nyingi. Ikiwa ni kombora la ICBM kutoka Russia hadi USA huchukua takriban dakika 20 hadi 30. Kwa hiyo Oreshnik haiwezi fika USA, lakini ICBM kufika inaweza ichukua dakika 20 ama 30 tu. Hii ni sayansi, si stori za mitandaoni. Marekani pia ina hypersonic missiles, lakini nyingi bado zipo kwenye majaribio. Lengo lao ni kushambulia haraka bila kutumia nuclear na kwa usahihi mkubwa. Tofauti, Russia tayari inatumia, Marekani bado inazijaribu. Kwa upande wa Israel, haijajikita sana kwenye hypersonic missiles. Ina mifumo ya ulinzi kama Iron Dome, Arrow System, David Sling. Lengo lao kubwa linakuwa kujilinda, kuzuia mashambulizi kwa usahihi mkubwa. Kwa upande wa Iran inadai ina hypersonic missile inaitwa Fatah. Lakini dunia bado inauliza, je, kweli na uwezo huo? Tofauti na Russia, Iran bado haijatumia vitani, lakini Russia tayari imeanza kutumia kwa vita. Na kwa upande wa North Korea inafanya majaribio. Inaonyesha nguvu, inatisha dunia. Lakini nyingi bado zipo kwenye majaribio. Haijatumika vitani kama Oreshnik. Kwa kifupi, Russia tayari vitani, USA bado testing. Israel ni defense system, Iran inadai, na North Korea ina onyesho la nguvu, inaonesha lakini bado haijaanza kutumia vitani. Hii inamaanisha Oreshnik kutoka Russia ni silaha hatari zaidi kwa sasa. Oreshnik si bomu la kawaida, ni kombora la kasi sana
linaweza kubeba nyuklia, lakini halikutumika kama nyuklia wakati wa kushambulia mji wa Lviv nchini Ukraine. Ukweli ni huu, si kila habari ya mitandaoni ni sahihi. Ndio maana tunahitaji kuchunguza, kusoma na kufuatilia vyanzo vya kweli. Kama umelewa leo, like, subscribe, share video hii ili watu wajue ukweli. Tutaonana kwenye documentary ijayo. Asante sana kwa kutazama.